wengi katika seneti, Mheshimiwa Aaron Cheriot, aje aongee. Akimaliza atamwalika governor, alafu governor atamwalika rais. Karibu sana Mheshimiwa. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, President William Ruto, Mama Angelina na familia yako yote, wakaaji wa Chepalungu, Bomet kwa jumla, wacha nichukue fursa hii niwasalimu wote hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, nataka nichukue fursa hii pia nami niungane na viongozi wenzangu, wananchi kwa jumla, taifa letu, kwa kumpatia mkono wa buriani huyu shujaa wetu ambaye amelala hapa mbele yetu. Ya pili, Your Excellency, kwa niaba ya ndugu wengi ambao walifanya kazi na Mheshimiwa Koech kutoka kule bungeni, ambao wanamfahamu, wamenituma na ujumbe wao kwa familia wakisema nitakapofika hapa niwapatie nyinyi familia pole zao na kuwaambia kwamba wametuma rambirambi na kusema walifurahia sana utendakazi wa Mheshimiwa John Koech na kazi ile ambayo aliweza kufanya pamoja na wananchi wa hapa Chepalungu. Kwa hivyo kwa familia ninasema pole sana. Sisi kama viongozi wachanga tumepata kujifunza mambo mengi kutoka kwa historia na safari yake. Ukisoma katika hii wasifa ambaye tumepewa, kitabu yake hii, Mheshimiwa John Koech, wanasema vizuri kwamba hata baada alipoacha siasa alifurahia sana kuwafunza viongozi wadogo maneno ya uongozi. Mimi naweza kusema hiyo ni kweli, sababu mimi ni mmoja ya wale kwa mara moja ama nyingi nilipata kuzungumza naye, na kila wakati ulikuwa ukizungumza na Mheshimiwa Koech hakosi jambo ya kukuambia kuhusu uongozi, vile kulinda wananchi, vile kutetea maslahi yao na kuwaambia mambo ya maendeleo. Mara nyingi sana huyu Mheshimiwa Koech alikuwa anatukumbusha haya maneno. Kwa hivyo sisi kama viongozi ambao tunaibuka pia tunashukuru sana kwa mwongozo wake na maneno ile ambaye alitufunza kwa wakati ule tuliweza kupatana naye. Mimi nafurahia sana kazi yake na nafikiri haikuwa kwa makosa watu wa Chepalungu kumchagua mara 5. Sio jambo la kawaida. Sio kila kiongozi ambaye anapata nafasi anachaguliwa tena na tena na tena. Ni kwa sababu ya kazi yake na vile alivyojitolea. Nakumbuka Mheshimiwa Rais hivi majuzi tulikuwa na huyu mheshimiwa katika hafla fulani hapa Chepalungu, na alikuwa anatupatia challenge hao viongozi wako hapa, akituelezea vile ilivyokuwa ngumu kuongoza wakati ule siku zao yeye akiwa bungeni, kwa sababu hawakuwa na mambo kama haya ya CDF na mambo mengi. Mshahara ulikuwa mdogo, lakini alituambia kwa kile kidogo ambaye alipata waliweza kugawa na wananchi na ndiposa akaishi. Kwa hivyo nyinyi kama jamii, ingawaje pengine baba yenu amewaacha, kama wananchi tunaweza kuambia amewaacha na baraka mingi sana. Kuna wananchi wengi hapa ambao pengine hao kusoma ama kuweza kusonga mbele kimaisha ni kupitia kwa mkono wa Mheshimiwa John Koech. Natumai na ninajua siku ya leo wakati tunamzindikisha mzee, wanaelekeza mkono wa baraka kwa jamii yake na kusema Mwenyezi Mungu ailinde familia yake ili pia nao wasikose hata siku moja. Nawaambia asanteni sana kwa kazi ile ambaye mzee alipata. Mheshimiwa Rais, amache wasom kityo ngoliot agenge. Kango ngololi daktari huyu ambaye alizungumza hapa ni bare Dr. Angira. Koka mwa ngolion nekigemwa konyil chechang lakini tomo oger keipchi manane ako kinongen ole nyigis missing mugulelwogikab biik ab Oliepka missing ko komasinyon. Ngoliondeni kong'ololen ngoliotab cancer ko ingen akinye ile en research chekikeyai this region ko one of the most affected regions en emetab Kenya en ngalechuton chubo cancer. Kakibwoti raini because of mheshimiwa, lakini en kokwotinwek chuchok momi kokwet age tugul nemotindoi biik 2-3 cheborege ak mioni. Ako tom kai kemwowech kenai kele wany tos ne neibu mioni ako yoe biikab Oliepka kobarge ak mioni. Kamache asom Mheshimiwa Rais
kitindoi difficulty nebo ngalekab sipitali en komosinyon Kipsigis kwa jumla, Kericho ak Bomet. Ndewendi oret newendi Eldoret, niit karisiek 10 ko 3 anan 4 komuti biikab oliep gaa chepchenge konyoiset en komosimbo Eldoret, ngamun miondo age tugul nekakosir Panadol ak Amoxil komomi konyoiset en olinyon. Yoche keba sabarit neloo mising. Kamoche asomin Mheshimiwa Rais, angen ale chang tuguk chekoiyoiwech ak keweche kongoi, chang cheteyoiwech ak keweche kongoi noto, lakini sikesop inei komie ak kekas kele en kandoinatengung ko kikinyoru purkeindab serikalit itekwech sipitali neomege konya konyoiset neomege ak mionwogik choton choking'ololen. Simokerwoi sipitali nguni nekitienge koniton mara ni tenwek ak ingen kiasi nemuche konya. Kamoche asomin noto Your Excellency en kutitab gaa, ndamun angen ale kakong'alalen kandoichu ng'al chechang, lakini noto ko ng'oliot nenyigis mising ne affected biikab oliep gaa. Ya mwisho kabisa nikubaliane tu Mheshimiwa Rais na maongezi ambaye yamesemwa na mzee wetu ambaye alizungumza, na alisema jambo ambaye hata mimi nikiwa kiongozi mara mingi mimi hujiuliza. Unajua hii nchi wakati wewe ulipewa, nafikiri watu wamesahau pahali ilikuwa. Wakati wewe umepewa hii nchi ilikuwa imebaki tu itangazwe na ipigwe mnada kwa sababu ya madeni na ile shida ambayo ilikuwa katika taifa letu la Kenya. Wewe umepambana, umedhibiti, umelipa madeni, lakini sijui either ni watu wanasahau, ni madharau, ama sijui ni nini ambayo iko katika taifa hili. Ukiwasikiza watu wengine, imagine mama kama huyu mama wetu Angelina, yeye ametuambia hapa yeye alisoma tu mpaka darasa ya 6 ama 7, lakini amesema anakushukuru kwa yale umefanya na yale ambaye utazidi kutufanyia. Sijui kama mlimsikia mama akisema. Alisema na kuna wengi ni viongozi, wanajiita wasomi, wanajiita viongozi, lakini kila wanapoamka na kulala kwa magazeti, vyombo vya habari, ni kutafuta tu makosa na kusema yale ambaye yote ambaye hayajafanyika katika taifa hili. Ni kama watu wamesahau shida zote zile ambazo tumepambana nazo mpaka pahali umefikisha taifa. Mimi ningependa kukuomba kufuatilia ule mwelekeo ambaye kasisi Dr. Langat alikueleza, kwamba zidi kutia bidii unapowatumikia wananchi wa Kenya na kupambana na hali na challenges zile ambazo unapatana naye katika nchi yetu. Itafika siku moja ambaye historia itaandikwa na wananchi watakumbuka yale mazuri yote ambaye uliwafanyia. Haya ambaye yanaendelea katika magazeti, unajua hata mimi kwa usomi, mimi ni mwanahabari. What I'm reading in the media, that's not journalism anymore. Ile vitu ambaye tunaona kwa magazeti, that is not journalism anymore. It is as if all the rules have been suspended. And I want to appeal to the country that there will be another president after William Ruto. That the institution of the presidency is not just about William Ruto alone. This is a seat that is sacred to the country. Let us have limits ya ile maneno ambaye unaweza kusema kuhusu yule ambaye amekalia kiti. Sababu a president is a symbol of national unity. You cannot reduce and make that position to be about ridicule just simply because you hate the person that is occupying. What about the country called Kenya? Mumesikia vizuri kwamba huyu Mheshimiwa John Koech alifanya kazi ya kuunganisha nchi ambazo zilikuwa zimekosana. Me, I know, despite my young age, that countries that fall apart begin by disregard and disrespect to institutions, including institutions such as the presidency. I want to appeal to the country that even as we criticize, even as we correct the government, let us maintain decorum and respect, because the president is not just about William Ruto, it is a symbol of national unity for the country that deserves to be respected by all and sundry. Sitaki kusema zaidi ya hapo, Mheshimiwa Rais. Nimepewa fursa pia niweze kuwatambua mawaziri ambao wako ndani yetu. Tuko nao na ni wawili peke yake. Mheshimiwa Rais,
nilikuwa nimepewa maagizo kwamba niwatambulishe mawaziri, lakini hata wewe ungekuwa mimi, mmoja anasimamia usalama, mwingine barabara, na nahitaji hiyo maneno yote mbili. Sitaki baadaye ninyimwe. Ndio maana nimepunguza speech yangu ili niwaombee tu dakika mbili waseme pole yao, alafu tuweze kusonga. Sasa wacha nichukue fursa hii